kama una flash, SSD, HDD au disk aina yoyote ile na unatamani kuiwekea password, kwamba popote itapowekwa inahitaji kwanza password ili kuweza ku access mafaili yako, okay? Bila password mtu asiweze kuona mafaili yako. Hii itakusaidia sana kwa sababu privacy ni kitu muhimu sana. Yaani data zako au vitu vyako ni kwa ajili yako mwenyewe na si kwa mtu ambaye hakutakiwa kuviona au kuvijua. Leo nataka kuonyesha kupitia software maarufu sana na imara inaitwa VeraCrypt ambayo ni free kutumia. Nitakuonyesha jinsi ya kuweza kuset password na utakuwa salama kabisa. Kisha unakaa nami video nzima hii nitakuelekeza. Karibu sana. Okay, so kama unavyoona hapo tuko kwenye PC. Hatua ya kwanza ni kuinstall hiyo software VeraCrypt, okay? So unavyoenda hapo kwenye web browser, hapa mimi natumia Google Chrome, lakini wewe kama unatumia web browser tu ingia tu Google, andika VeraCrypt. Then uta search. Ikisha kuja hapo utabonyeza first link ambayo ni ya kwanza ya download. Okay? Then ukishaingia hapo utaweza sasa kuona kama Windows, macOS na Linux, okay? So utaangalia PC yako inatumia operating system aina gani, utachagua hapo linki, utaigusa tu linki inajidownload yenyewe. Na nimekurahisishia kabisa kwenye comment section au description nimekuwekea jinsi ya kuweza kukagua PC yako inatumia model gani na uweze kugusa linki ipi ili uweze kudownload, okay? So kama unavyoona mimi nimegusa tu hiyo linki pale juu ishaanza kudownload. So baada ya hapo kisha maliza nitaenda tu kuifungua moja kwa moja kwenye file kule kwenye ya PC, okay? Okay, kama unavyoona hapo ndo kwenye file, nitai double click hiyo VeraCrypt. Imekuja hapo inaniambia English, nitachagua okay. Nitasoma license agreement, na wewe kama una muda utasoma, uta click accept kama umekubaliana nazo, then utaenda next, okay? Yep. Sasa hapo inasema option ya kwanza install, ya pili extract. Install ni kwamba ina install kila kitu kwenye hiyo PC, yani VeraCrypt software nzima. Extract italeta tu ile software lakini haita install kila kitu. So gusa tu hiyo ya kwanza ni vizuri zaidi, okay? Then baada hapo utaenda next, utaenda install sasa, okay? Then ita search, ita load. Then baada ya muda utaona imekamilika na utakutana na icon kwenye PC desktop yako. So hebu tusubiri mdogo mdogo, ya kama unavyoona process haichelei sana. Imeenda ita reload kila kitu. VeraCrypt ni software nzuri sana, okay? Yani inatoa ulinzi kiasi kwamba hata serikali haiwezi kuaccess file zako bila kuwa na password. Yep, hapo itakwambia kwamba donate kwa sababu kama nilivyowaambia ni software bure. So kama unaweza kuweka hela utaweka, lakini kama vipi unaweka tu no hapo sio lazima, okay? Sasa kwenye baadhi ya PC utaambiwa labda inakushauri restart PC yako ili iweze kufanya kazi vizuri zaidi. So utaweka tu yes. Itakuwa ni vizuri zaidi, PC ita restart, then baada ya hapo itakuwa uko tayari kabisa kuweza kutumia software ya VeraCrypt. So mimi nitabonyeza yes hapo na PC yangu itaenda ku restart. Okay, sasa hapo tusha restart PC na niko tayari kutumia VeraCrypt. Sasa kuna kitu kimoja nataka nikushauri kwamba ukisha encrypt au kuwekea password flash yako kupitia VeraCrypt, namna pekee kuja kuitoa password ili uweze kuaccess mafaili yako au kuona mafaili yako ni kwa kupitia hiyo VeraCrypt, na ili kuweza kuyaona unaweka password kupitia ndani ya software ya VeraCrypt. Sasa kuna kitu nataka nikuonyesha kwamba unatengeneza partition kwenye flash yako. Hii itakusaidia kwamba software ya VeraCrypt unaweka ndani ya flash, alafu unaiweka tu pembeni, yani kwenye storage ya flash unaweka VeraCrypt software yake pembeni, kwamba itakusaidia popote utaweka flash yako au external au hiyo disk yote ambayo umeencrypt, haitahitaji wewe kuinstall tena hiyo VeraCrypt kwenye PC ya mtu mwingine, bali ni kwamba software tayari iko ndani ya flash. Unaingia tu ndani ya flash huko unaweka password, unamaliza kila kitu. So nataka nikuonyeshe jinsi ya kufanya hiyo mfumo ili ikurahisishie kazi, okay? So uta plug in hiyo disk yako kwenye PC, labda ni flash au external au chochote kile. So kwenye PC yako utashuka chini mpaka sehemu ya kusearch, utabonyeza, then uta search create and format hard disk partition, okay? Hiyo option utaiona hapo imekuja yenye, then utai-click kama unavyoiona hapo. Then ukisha-click itakuleta kwenye hiyo menu hapo. Then hapo sasa ndo unaweza ukagawanya storage ya flash yako. Kwa mfano, mi flash yangu ndio hiyo hapo chini kabisa, hiyo Robert 64 drive D kama unavyoiona hapo, ina GB 58.5. Nitashuka kwenye hiyo disk yangu, nita right click, nitabonyeza shrink volume. Kumbuka hii shrink volume kuna muda unaweza usiione. Unachotakiwa kufanya tu utaweza kuformat hiyo disk yako kuwa kwenye mfumo wa NTFS. Nitakuelekeza hapo mbele. Then nikisha shrink hapo nitaandika amount, nitaandika MB 100. MB 100 ndo nataka zigawanyike kwenye flash.
nitabonyeza shrink. Hapa kinachoenda kutokea ni kwamba kwenye hizi GB 58.59 kwenye flash MB 100 zitakuwa zimetengwa pembeni, okay? Kwa hiyo hii itaweza kukupa uhuru pale ambapo umeencrypt flash yako nzima, kuna hizi MB 100 tutaziacha huru ili unapokuwa umeweka flash kwenye PC yoyote ile, MB 100 ziko huru. Kwa hiyo utakuwa na ile software VeraCrypt, utaweza tu kuingia then utaweka password, ndo hii sehemu nyingine ambayo umekuwa umewekea password itafunguka kirahisi. Kwa hiyo usiogope, fuata tu maelekezo. Then uta right click hapo. Ukisha right click utaona option hapo, utakuja hapo kwenye new simple volume, utabonyeza. Then itakuja hiyo window hapo, utaenda next, okay? Then hapo utaenda tena next. Then hapo kwenye drive E, computer isha select drive ya kuchagua herufi. So utaenda tu next, achana napo. Then hapo sasa kwenye file system utachagua FAT32, okay? Na kwenye hapo imeandikwa volume label, kwamba hiyo volume tuiteje. Ni vizuri tu iandike VeraCrypt au utaandika hata jina lolote unalopenda, ila VeraCrypt itakusaidia tu kutambua moja kwa moja kwamba ni kitu gani, okay? Then utaenda next, utafinish. Hapo tunasema ushatengeneza partition vizuri kabisa. Kama unavyoona hapo sasa hivi inasoma VeraCrypt disk E, okay? Okay, so hapo inaonyesha tayari kabisa. Nitakuja hapo kwenye this PC, nitafungua. Then ngoja nikukuzie ili uone vizuri. Kama unavyoona hapo kuna nanili mbili, ile Robot 64 na ile VeraCrypt, inaonekana hapo kabisa. Kwa hiyo kwenye ile flash yetu tumefanikiwa kutengeneza partition mbili. Hii VeraCrypt ndio tunataka kuweka ile software ya VeraCrypt ili popote tutaweka flash ile Robot 64D inakuwa imelokiwa, hii VeraCrypt itakuwa tu huru. Kwa hiyo hatuna haja tena kudownload VeraCrypt kila muda tunaweka kwenye PC mpya, okay? Okay, sasa hiyo kama ni moja wapo ambao ulikuwa una shrink volume kakataa, utakuwa format flash yako kwenye format sahihi. Bonyeza right click hapo, ingia kwenye format, itakuja hizo option, okay? Sasa kama unavyoona hapo kwenye file system, badala ya exFAT utaweka NTFS. Hiyo ndio itakubali kushrink volume. Baada hapo uta click start na flash yako itakuwa formatted, na ukirudi kwenye kushrink volume itakubali bila shida yoyote, okay? Kwa hiyo tuendelee. So nita minimize tu hii window ambayo tayari ipo ili niweze kuanza kutumia VeraCrypt sasa, kwa sababu hapa tupo tayari. Kwa hiyo tunaenda kutengenezea software ambayo ni portable ili popote utapoweka flash iwe huru. Utaingia kwenye VeraCrypt, kwenye tools, utashuka mpaka kwenye sehemu ya travel disk setup, then uta click browse, okay? Utachagua sasa hiyo travel disk, ni kwamba unatengeneza software ambayo ya VeraCrypt ya traveler, yani mtu ambaye anasafiri au popote ambapo utaenda au hitaji kuinstall VeraCrypt. Utachagua ile partition ya VeraCrypt E ambayo tuliweka MB 100 ile, nafikiri unaikumbuka. Uta select folder. Kwa hiyo hapo, baada ya hapo utatengeneza create. Itatengeneza software VeraCrypt ambapo popote utapoenda hauhitaji tena kuinstall VeraCrypt, utakuwa tu huru kuingia tu kwenye flash yako kwenye hiyo PC yoyote, utaweka tu password, kila kitu kinaenda sawa. Nitakuonyesha kama unavyoona hapo inasema created, kwamba tumefanikiwa. Sasa ngoja turudi kule nikuonyeshe namna ambavyo imefanikiwa, okay? So hapo narudi kwenye this PC, ngoja ni extend hapo ili uone vizuri. Tukija kwenye ile VeraCrypt hii disk hii ambayo tulifanyia partition, unaona kabisa hapo VeraCrypt file limetengenezwa na ndani kuna ile launcher ya VeraCrypt. So hii tutakuwa huru popote ambapo tutaweka flash yetu, haina haja ya kuinstall VeraCrypt, ni fresh tu, yani haina shida yote. Kwa hapo tunasema ni fresh, tuko tayari. So tunarudi tena kwenye PC, okay? Tunafungua VeraCrypt. Sasa hapa naenda kuonyesha jinsi ya kuseti hiyo password au encryption. Utaingia kwenye create volume. Sasa hapo utaona option tatu, lakini kwa sababu tuna encrypt kitu ambacho ni nje ya system ambao ni hiyo external flash, utaingia kwenye option ya pili hapo, encrypt an system partition or drive, then utaenda next, okay? Mdogo mdogo kama unavyoona hapo, volume type kuna standard na hidden. Sasa hapo tunaenda kwenye standard tu, utaenda next. Sasa hapo kwenye volume location, kwamba hiyo volume ni ipi, sasa utabonyeza hapo browse, utashuka kwenye flash drive yako, utaingia kwenye ile partition ya ambayo uliacha wazi. So ile MB 100 ile ambayo tuliacha wazi, okay? So utaiklik pale, utaenda next, okay? Then baada ya hapo utaingia hapo, option ya kwanza ni ita create afu ita format flash nzima. Option ya pili ita encrypt alafu haita format vitu ambavyo vipo ndani ya hiyo flash au external au disk yako. So kwa sababu mimi ile flash yangu haina chochote, mimi nitachagua tu option ya kwanza kwamba i create volume, lakini pia i format kila kitu. Kwa mimi nitaenda next hapo. Kwa hizo option hapo ni za encryption, AES iko very tough, very secure,
acha tu kama ilivyo, haina shida yoyote. Wewe utaenda tu next. Hapo pia uta checklist kwamba disk ambayo umeselect ndio yenyewe, utaenda next. Then hapo sasa ndo sehemu ya kuweka password. Kumbuka kwamba VeraCrypt inatoa security ya maximum, yani hakuna ambaye anaweza kutoa hiyo security, hiyo serikali au mtu yoyote haka. Ina ulinzi mzuri sana na mkubwa sana, okay, wa kimataifa. So kitu cha pekee cha kuifanya iwe ngumu ni hiyo password ambayo unaiweka. Kwa hiyo hakikisha kama unataka kweli ulinzi una uhakika, eka password ambayo hamna mtu ambaye anaweza kukisia. Hata mtu anayekujua hawezi kukisia hiyo password, kwa sababu hiyo ndo silaha yako kuu kwenye hili swala la encryption, okay? Baada ya hapo ukishatengeneza utaenda next. Okay, utachagua large files hapo, yes, kwamba utakuwa unategemea kupokea mafaili makubwa kwenye flash yako. Sasa hapo ndo inatengeneza encryption. Sasa hichi kitu utashangaa kidogo, lakini ndo hivyo kwamba umeona hapo kwenye inavyotengeneza encryption, navo scroll hiyo kasa hiyo ya mouse, navyoipeleka mbele na nyuma hivyo, umeona ndo inasaidia encryption. Yani inaweza kompyuta inasoma pattern hapa ambazo nazi scroll hivyo ili kuongeza au kuboresha encryption ambayo inaweka kwenye hiyo flash au disk ambayo nimeiweka. So uta scroll mpaka ikishamaliza, ikijaa hivyo then utaenda hapo mbele kwenye hiyo sehemu ya format, utaiclick tu hapo. So hiyo ni hatua muhimu sana, na unatakiwa kisha hapo juu pako kwenye expert na sio NTFS. NTFS kama tu unadeal na Windows PC itakusaidia. Expert iwe ni MacBook au Windows au PC yote ile itakusaidia. Hapo juu uta select full format, then baada ya hapo hiyo ndo sehemu ambazo utaonyesha progress, okay? Then ukishahakikisha vitu vyote viko sawa, utabonyeza format disk. Yeah, kama unavyoona hapo nikishabonyeza format, itaniambia warning kwamba unavyo format itafanya kila kitu ambacho kiko ndani ya flash kifutike, na flash yako iweze kuwekewa hiyo volume mpya. Uta confirm hapo, utaweka okay. Nashauri sana ni vizuri kabla hujaanza process, kama ulikuwa una file ndani ya flash au external, ungeatoa kwanza, ili ukishafanyia hii nanili process ndio uje yarudishe, ili kuepuka labda ikitokea umefanya kitu bila kuelewa, usije ukajikuta umefuta mafaili yako tayari. I say process kwa kweli inachukua muda. Inaweza ichukue nusu saa mpaka lisaa, inategemea na ukubwa wa hiyo flash yako. Mimi yangu ni GB 64, ilichukua kama I think dakika 40 hivi. Okay? So itaenda ikishakamilika itakwambia hapo, utaklik tu okay. Kama unavyoona hapo tumefanikiwa kuweka hiyo encryption file, encryption volume kwenye flash. So tupo tayari kabisa, tusha encrypt. Namna pekee kwa access ndani ya flash ni kupitia password. Hapo itakupa tu notice nzuri, utaisoma, lakini it is the same thing, okay? Hapo inaniambia success. Okay, nitaenda tu hapo kwenye next au utabonyeza tu exit, kwa sababu hauna kingine ambacho unakihitaji. So ukishabonyeza exit, ngoja sasa nikuonyesha tukirudi kwenye PC kule namna inavyokuwa. Sasa hapa ndo PC yenyewe. Niko na flash nilikuwa nimechomoa. Nataka nichomeke ili uone inavyokuwa, okay? Nikishaweka kwenye PC flash, unavyoona hapo zimekuja volume mbili. Volume ya D na volume ya E. D kama unavyoona nikibonyeza inasema format disk. Inasema kwamba PC haiwezi kusoma vilivyomo humo ndani kwa sababu tuli encrypt, okay? Lucky enough ni kwamba volume E hapo tuliweka ile software VeraCrypt. So nitaibonyeza, nitashuka ile ya pili mwisho, ndo software yenyewe VeraCrypt, nitaibonyeza. Okay, so utachagua tu drive ambao haipo tayari kwenye PC. Mimi kama hapo nimechagua R, then utakuja hapo kwenye select device, utachagua ile partition ya ile flash yako ambao uli encrypt, utaweka okay, utabonyeza mount, okay? Then utaambiwa uweke password, utaweka ile password yako moja kwa moja. Then utabonyeza enter, ita search tu kidogo hapo, then itakuwa tayari kabisa. Kama unavyoona hapo, tupo tayari. So naweza nikarudi sasa kwenye ile disk kule. Ngoja nikuonyeshe hapo. Kama unavyoona imetengenezwa disk nyingine, local disk R. Sasa hii ndo ina ile mafaili yangu ya ndani ya flash. Kama unavyoona hapo. Kwa hapo naweza nikacopy, nikapaste, nikafanya kitu chochote kama ninavyofanya tu kwenye disk, flash disk ya kawaida au external disk ya kawaida. Kwa hiyo mambo ni marahisi kama hivyo. I say kuanzia hapo hivyo ndo vitu virahisi kabisa. So ukimaliza kufanya vitu vyako unarudi tena kule kwenye VeraCrypt. Utashuka hapo chini kwenye unmount. Then itarudisha ile flash yako kwenye mfumo wa encryption na kuhakikisha kwamba mafaili yako yote kama umefanya changes zote ziko saved. Na kama unavyoona hapo nikirudi kwenye flash kule,
imerudi kule kule. Hii imekuwa encrypted, nikibonyeza inaambiwa tu ni format au ni cancel, na PC haiwezi kusoma mafaili yaliyomo ndani. Kwa upande wa kulia hapo kuna ile ambayo tulifanyia partition MB 100 software VeraCrypt. Karibu sana, make sure umesubscribe kama umependa hii video, imekusaidia, na pia kama una swali la aina yoyote ile, usiogope kuweka kwenye comment section.